Katika hii video tutajifunza namna ya kutumia software kuweza kuifanya kazi kubwa ambayo inahitaji uifanyie references. Yaani useme kwamba kwenye kazi hiyo umesoma vitabu vipi. Okay? Yaani inaweza kawa pengine ni assignment, research na nini. Lakini mwisho wa siku uje uweke references kwamba ni vitabu gani umesoma na hicho ninachokizungumzia kipo kwenye page namba ngapi ya kitabu gani. Okay? So vitabu usomaji wake kidogo sometime ni mgumu, unahitaji muda, afu kazi ambayo unaifanya huenda ikawa ni inahitajika haraka sana. So kwenye hii video tutaona namna sasa ya kutumia software. Nimechukua case study ya assignment ambayo ina maswali 5 na kila swali unataka kutumia vitabu vitatu kuweza kujibu hiyo assignment. Kwa utafungua Google search engine kama mimi nilivyofungua hapa Google search engine, kisha utaandika AI Studio, yani AI Studio kama nilivyoandika hapo. Kisha utaklik enter kuisearch. Unajua kubonyeza hii link ya kwanza ya Google AI Studio. Okay. Itafunguka Google AI Studio ambayo ni hii hapa. Ikishafunguka hivyo unajua kubonyeza hii hapa button imeandikwa get started. Hii hapa, get started, click. Okay. Ukishabonyeza get started tutakuwa ku login kwa kutumia email. Email inayotumika hapa ni email ya Gmail. Okay? Good. So ukishabonyeza get started utakuja sasa kuviweka vitabu vyako kwenye sehemu moja. Yaani utakuja labda kwenye desktop utatengeneza folder, utachukua vitabu vyako 4 5 utaviweka humo. Utachukua na assignment hiyo ambayo unaifanya na yenyewe utaiweka humo. Okay? Kwenye hilo folder kama mimi nilivyofanya hapa. Mimi nina vitabu hapa hivi hapa. Okay? Assignment yenyewe ni hii nimeiweka, afu na vitabu hivi hapa. Kwa hiyo nataka nivisome hivi vitabu vyote ili nijibu hii assignment. So vyote nimeviweka katika folder moja linaitwa vitabu kama ulivyoona. Haya ni mafaili ya PDF kama unavyoyaona. Okay? Good. So nikishabonyeza hapo get started itafunguka. Ikishoka imefunguka kama hivi itakuja hii sehemu imeandikwa playground. Okay? So utaibonyeza playground. Ukibonyeza playground utakuwa umefika eneo kama hili. So cha kwanza tutachokifanya hapa nitakuja hapa kwenye hii sehemu imewekwa insert images, videos, audios or files. Ina icon ya plus ambayo ni hii hapa button, nitaiclick. Nikishaiclick nitabonyeza hii hapa upload files. Nitaklik upload. Nikishabonyeza upload itanipeleka kwenye folder zangu. Kwa mimi na upload assignment hii hapo. Kisha na upload book 1 na yenyewe select kitabu cha kwanza, kitabu cha pili na kitabu cha tatu. Hivi ndio vitabu ambavyo nataka vijibu hiyo assignment. Kisha nitabonyeza open. Kisha hapa vitaanza kuwa uploaded. Loading maana yake ina upload. Ukiona imemaliza loading ujue imeshamaliza kwa upload. Kwa subiri kwanza, yes hapa unaona imemaliza kwa upload. Na hii Powerful Imagination ni kitabu. So nitamaliza kwa upload. Na hapa itamaliza kwa upload na hapa itamaliza kwa upload. Kipindi inaendelea kwa upload hapa na start kuandika prompt. Yaani nini sasa afanye kwenye umeupload tu PDF. Hizo PDF azifanyie nini? Okay? Kwa namwambia sasa answer assignment. Use references from uploaded books. Yes, books. Kwa hiyo tutakuwa kufanya hapa ni citation, aweke citations, aweke references pia. Aweke page number kwa kila concept atakayokuwa anajibu. Kuna maswali 5 kwenye hiyo assignment. Kuhakikisha vyote vimeshamaliza kuwa uploaded kama unavyoona tayari. Kwa answer assignment yenyewe nini? Ni hii hapa ambayo mimi nimeandika kabisa assignment. Okay? Hiyo haifanye kutoka kwenye vitabu nitakavyokuwa nimepakia, lakini citation, references pamoja na page number. Okay? Baada ya kufanya kitu kama hiko unabonyeza hii hapa run. Kwa hapa nasubiri just inafanya thinking wake nini, anasoma hivyo vitabu kwanza, anaisoma hiyo assignment na hivyo vitabu. Akishamaliza anaanza kuandika hapa, anaanza kujibu ile assignment anaanza kuifanya. Kwa hiyo hii haimaanishi lazima viwe vitabu. Inaweza kawa ni labda sheria umeziweka hapa, sheria mbalimbali umeziupload. Kisha kazi unayotaka kuifanya ifanye reference ya kifungu fulani cha sheria fulani.
ambacho wewe uweze kuchambua sheria zote. Kwa hiyo upload hizo sheria hapa, yenyewe ita cite kifungu kimoja kimoja. Unavyoona kwamba inaanza kujibu assignment hii hapa. Okay? Kwa assignment yenyewe ilikuwa ni hii. Kama nilivyoifungua mara ya kwanza, hii ndio ilikuwa assignment, maswali 5. Okay? Na vitabu vyenyewe vilikuwa ni hivi vitatu. Vitabu tulivyovipakia hivi vitatu, 1 2 3. Sasa hapa ndio inajibu sasa, kama unavyoona inaenda. Okay? Kwa references ya mwisho huku chini kaweka references kwamba kazi nilofanya hapo juu nimetoa katika vitabu vitatu. Cha kwanza ni hiki, cha pili. Kwa hiyo ameshatumia upper style kwa ajili ya references. Ndio vitabu vyenyewe hivi. Kwa hiyo vitabu hivi mimi nikiviangalia haraka haraka mpaka nitafute mwandishi hapa inachukua muda, lakini yeye ameshatafuta kila kitu. Mwandishi ni nani? Huyu ni James na nini? Na huyu hapa kitabu hiki na kitabu hiki mwandishi ni nani hapa? Yeye kashampata mwandishi ni nani, na kitabu hiki pia secret iko kashamgundua mwandishi ni nani, kavisoma kisha kaja kufanya hiyo kazi hapa kama unavyoiona. Kwa hiyo kija kuiangalia kazi ipo hivi. Na kama kuna marekebisho ya kufanya unaandika hapa kwamba ongeza kitu fulani, anafanya. Sasa unataka uikopi kazi. Kuna kuikopi kwa namna nyingi. Na kliki kwanza kazi yenyewe popote kwenye maandishi. Popote mna click. Kisha nikibonyeza hii button maana yake na rerun. Yaani aifanye upya. Ndio hii button ya rerun. Hii na edit prompt niloandika hapa na edit. Okay? Alafu hii hapa hii ni more option kwamba naweza nikakopi kama markdown au nikakopi kama text. Sasa hizi zinataka advanced skills. Na markdown ni programming language. Ukisema ukopi kama markdown maana yake nitakuonyesha vyote. Tuanze na kimoja kimoja. Cha kwanza kabisa nakuja kuselect kawaida. Yaani nakuja hapa, ameanza kujibu kuanzia hapa. Hapa. Swali la kwanza ndio hili. Kwa hiyo nalikopi kawaida. Hivi na copy mpaka hapo kwenye references. Na right click na copy. Na kwenye desktop start button nafungua Microsoft Word. Hii hapa. Ikishafunguka Microsoft Word, ambayo ni hii hapa. Nakuja nafungua blank document afu na paste. Umeona? Nikisha paste vinavyobaki hapa ni wewe mwenyewe kuweza kuedit. Kwa hiyo hapa imejibu vizuri kwamba swali la kwanza lilikuwa ni hili, amelijibu. Lakini ametoa wapi? Citation hii hapa. Umeona page namba 31. Umeona na maelezo mengine haya. Umeona citation ni hii hapa. Umeona? Okay, na hii citation ni page namba 36. Umeona? Citation ni yani kila concept, kila swali analijibu na anaonyesha amelitoa wapi. Mwisho wa siku references ni kwa hapa. Nadhani wewe mwenyewe unaweza kuformat maandishi kwa kubadilisha font size, font family na nini. Hiyo namna ya kwanza. Namna ya pili, hii kazi unaweza kaikopi hivi. Kwanza click humu ndani ili usiselect visivyo kwa wenyewe. Ya pili ni markdown. Kwa hiyo ukiselect hapa copy as markdown. Markdown sasa ni kitu ambacho hata nikija hapa katika Microsoft Word hapa nikifuta ile iliyokuepo, nikipaste ile, hizi ni programming kabisa ambazo unaweza usielewe. Umeona ameweka hizi hash hizo, yani code fulani hivi. Sasa ili uweze kuformat kitu kama hicho, unafungua Google hapa kwenye search engine, unaandika markdown to Word. Hii hapa markdown to Word. Una convert hiyo markdown kwenda kwenye Microsoft Word. Nafungua hizi mbili zinatosha. Okay, hii hapa anakuambia upload hayo maandishi au andika. Mimi nakuja na paste yale maandishi ya markdown. Ataleta kama yalivyo hapa. Haya hapa. Umeona? Haya. Ili kazi yetu ambayo ameifanya. Umeona? Hii hapa. Kwa hiyo hapa kinachofuata nini? Kinachofuata ni kucopy. Nakuja hapa na copy hizi markdown. Na copy hivi mpaka chini kwenye references, right click, choose copy, fungua hii Microsoft Word. Hii hapo. Futa kila kitu hapa, control V na paste. Naona unapata kitu kile kile. Isipokuwa uzuri wa markdown format inakuja nzuri. Okay, hiyo inakuwa ni option ya pili. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza upload vitabu vyako. Vinaweza vikawa, mimi nimechukulia mfano vitabu ni vitatu, unaweza kawa 4, 5, 6, 7.
na sio lazima viwe vitabu, inaweza kuwa ni research papers, articles, vitabu vya sheria mbalimbali na nini, afu wewe ukataka vifanywe reference kwenye kazi yako. Okay,